Mungu zaidi na si kujisifu zaidi. Kiburi kinamfanya mtu akatae kushauriwa. Kiburi kinamfanya mtu akatae kuongozwa. Kiburi kinamfanya mtu akatae mashauri na maelekezo ya Mungu. Tunamhitaji Mungu kuliko mwanzo. Tunamhitaji Mungu kuliko tunavyofikiri. Tunamhitaji Mungu kila saa na kila siku katika maisha yetu. Na ni maombi yangu siku ya leo, Mungu akuondolee kiburi ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua, wakati mwingine usijione kwamba hauna kiburi. Pale tunapojisikia kwamba wewe ni zaidi ya mwingine, hicho ni kiburi. Pale tunapojiinua kwamba wewe ni mzuri kuliko yule mwingine, hadi ni kiburi. Pale tunapojiona kwamba wewe umependeza kuliko mwingine, hicho nacho ni kiburi. Pale unapopata nafasi ya kumsengenya mwingine, hicho nacho ni kiburi. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Ni maombi yangu Mungu akusaidie hicho kikombe kikuepuke na uweze kutambua kwamba wewe ni destiny helper mtu mmoja mahali. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Hebu wanaochukia maendeleo ya watu wengine tunyoshe tungeni mikono namna hii. Huko hamna. Mimi ninachokiamini katika haya, hakuna mtu aliyetoka kimaisha peke yake. Si sawa? Kama ambavyo Mungu amemtumia fulani akakusaidia na kukuja mahali fulani, vivyo hivyo na wewe Mungu amekuandaa na amekuweka ili ugushe mtu mmoja mahali. Ni nani huyo? Hata mimi sijui, lakini atakuja kwa wakati na katika mazingira ambayo hata wewe hautajua. Wakati fulani akaja mtu mmoja kwenye shirika moja na mimi nilikuwepo. Nimuhitaji kweli, kumwangalia kwa macho ya kawaida. Nimuhitaji kabisa. Amevaa nywele zake ziko kama za tundu sasa hivi. Tulisi kuona kule iko alafu amevaa nguo kama za kule wale jamaa waliochanganyikiwa. Si ndio? Kama alitoka garage lakini zimechanika sana na ego ambayo na yenyewe imeisha kwa deponi. Na miguu imekaa vibaya kweli, kama vile hajaoga miezi kadhaa. Amekuja, ni mhitaji, amekuja jarikani, anaomba kuonana na mchungaji. Mchungaji wa sisi wakati mwingine tunakuwa mameneja. Anataka kusema bazari na mwinjilisti kwanza. Bibi tunaenda kweli. Zao kanisa bora niletea huyu pamoja na mwinjilisti. Alafu mimi mtaletea mrejesho baadaye. Yaani tunakuaga hivi kwa hiyo. Sasa huyu mtu kumbe ni Mungu amemleta kuja kupima. Huyu anakuambia mnaotangazaga kweli mnafanya. Halo. Mwinjilisti akamsikiliza. Baadaye akapeleka moja kwa mchungaji. Bwana, huyu mtu ni mgonjwa, ana changamoto moja mbili tatu, anatakiwa kwenda kwa ajili ya matibabu, lakini hali yake ilivyo. Sasa mwinjilisti wewe ndio mlezi wa diakonia mfuko una hela, hamna hela. Kwa hiyo tuchange tu kukubuku hapa, apewe 5,000 maisha yaendelee. Lakini wakati mwingine sharika zingine huwa zinaangalia, kwani ni wa usharika wetu ameleta barua ndio akapewa 5,000 yake kaishia zake. Kuja kufuatilia baadaye habari ya huyu mtu yuko smart na maisha yake mazuri, lakini anakuja kuangalia uchaji. Je, huyu Mungu mnamtumikia kwa njia gani? Je, huyu Mungu mnampenda kweli? Maana baada ya kwanza sadaka kubwa kuliko zote ni kumsaidia yatima, mjane, sio